Kwa jina naitwa Faraja Nchimbi, ni mkurugenzi nasimamia division ya utaifishaji mali, uhalifu unaovuka mipaka na makosa mahususi, moja kati ya divisions zinazounda ofisi ya taifa ya mashtaka. Tunavyoelekea kwenye siku hii ya kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, naona kwamba ninawiwa kutoa pongezi za pekee kwa naibu mkurugenzi wa mashtaka Bibiana Joseph Kileo, ambaye kimuundo wa ofisi ya taifa ya mashtaka naibu mkurugenzi wa mashtaka anao majukumu makubwa mawili. La kwanza likiwa kwamba yeye ndio afisa masuhuri wa ofisi ya taifa ya mashtaka kwa maana ya accounting officer, lakini pia yeye ndiye msaidizi mkuu wa mkurugenzi wa mashtaka. Kama inavyofahamika, ukiangalia tu aina ya majukumu ambayo naibu mkurugenzi wa mashtaka amekabidhiwa kisheria, ni majukumu ambayo yanamweka katika nafasi ya usaidizi kwa kiasi kikubwa ya utekelezaji wa majukumu ya mkurugenzi wa mashtaka. Lakini pia sio hivyo tu, ukiangalia katika ujumla wake toka naibu mkurugenzi wa mashtaka Bibiana Kileo anateuliwa, amekuwa na mchango mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba kwa nafasi yake anasimamia kwa umahiri miradi mbalimbali ya taasisi, na katika hili nimpongeze tena kwa dhati kabisa. Moja kati ya mambo makubwa sana aliyosimamia katika miradi ya maendeleo ni ujenzi wa jengo la ofisi ya taifa ya mashtaka makao makuu, pamoja na majengo mengine ya mikoani ya ofisi yanaendelea, lakini hili la ofisi ya taifa ya mashtaka makao makuu ni jambo ambalo linahitaji pia pongezi ya pekee, kwa sababu ni jengo kubwa la kisasa na ni jengo ambalo kama kusingekuwa na usimamizi mahiri wa kwake yeye kama afisa masuhuri, inawezekana pia tusingeweza kuwa hapa tulipo. Amekuwa ni chachu kubwa katika kuleta uunganishi na ushirikiano na umoja miongoni mwa watumishi wa ofisi ya taifa ya mashtaka. Katika taasisi kubwa kama hii ambayo ina watumishi zaidi ya 1000 wa rika na jinsia tofauti, katika hali ya kawaida unahitaji kuwa na kiongozi ambaye ni shupavu, mahiri, ili kuhakikisha kwamba sehemu ya kazi inakuwa na amani, utulivu na kuwafanya watumishi waishi katika namna ambayo ni ya furaha na kujiamini. Na katika hiyo utajikuta kwamba linapopelekea sasa katika ujumla wake kuwa na watendaji ambao ni mahiri katika utendaji wao, na mwisho wa siku kupelekea ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya taasisi. Sasa naibu mkurugenzi wa mashtaka Bibiana Kileo, kati ya mambo makubwa ambayo naweza kusema ameleta mchango mkubwa sana katika taasisi toka ateuliwe, moja ni hilo la kuwaleta pamoja watumishi wote wa ofisi ya taifa ya mashtaka. Kama utapata nafasi kuzunguka, kuwasiliana na kujibizana na watumishi mbalimbali wa ofisi ya taifa ya mashtaka, utaona kabisa kupitia nyuso zao za bashasha kwamba kila mtumishi kwa ngazi tofauti yuko raha kabisa, yuko comfortable, na unaonekana kwamba anafurahia kuwa kama sehemu ya ofisi ya taifa ya mashtaka, jambo ambalo kwa taasisi yenye watu wengi kwa kiasi hiki sio jambo la kulichukulia tu kwamba linaweza kutekelezeka kiwepesi. Inategemea pia umahiri wa kiongozi aliyepo juu, na katika hili kwa kweli pongezi zote ni budi zimwendee naibu mkurugenzi wa mashtaka akishirikiana na mkurugenzi wa mashtaka katika kuhakikisha kwamba watumishi wanaishi katika namna ambayo ni ya furaha na kuona kwamba utu wao na nafasi zao zinaheshimika kama wachangiaji wakubwa katika mafanikio ya taasisi. Anahitaji kupongezwa kama mwanamke shupavu ambaye ameaminiwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa kama afisa masuhuri wa taasisi hii kubwa. Lakini niongeze pia naibu mkurugenzi wa mashtaka Bibiana Kileo toka alipoteuliwa, kwa kiasi kikubwa sana amesaidia katika kubadilisha fikra za watumishi. Kama mnavyomfahamu, naibu mkurugenzi wa mashtaka ni mtu ambaye kimsingi binafsi anasimamia kwenye misingi ya uchapakazi na uadilifu sehemu ya kazi. Sasa kwa kiasi kikubwa kupitia tunu hiyo alionayo, ameweza pia kuwainspire watumishi waliopo chini yake, ambapo kwa kiasi kikubwa sasa utaona kwamba wengi wamebadilisha fikra zao kutoka kwenye fikra zile za awali za kufanya kazi kwa mazoea na kwenda kwenye uelekeo wa utendaji kazi ambapo ni wa kujituma, ubunifu na kuhakikisha kwamba maslahi ya taasisi wakati wote yanakwenda mbele.
Kwa hiyo tunavyoelekea kwenye siku hii ya kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, naona kwamba ninawiwa kutoa pongezi za pekee kwa naibu mkurugenzi wa mashtaka kwa jitihada hizi kubwa ambazo anaendelea nazo na kwa namna alivyoweza kuwainspire kizazi na maafisa waliopo chini yake katika kuhakikisha nao wanaiga mfano huu mzuri wa kwake wa utendaji kazi bora na uliotukuka. Tunao takriban wakurugenzi wa jinsia ya kike takriban 7, na niseme tu wakurugenzi hawa kwa kiasi kikubwa pamoja na wakurugenzi wao wasaidizi wamekuwa ni chachu kubwa sana ya kuongezeka kwa utendaji kazi na ufanisi katika ofisi ya taifa ya mashtaka. Kama ninavyofahamu, wamekuwa ni wasaidizi wa karibu sana wa naibu mkurugenzi wa mashtaka pamoja na mkurugenzi wa mashtaka, lakini pia wamekuwa katika nyakati tofauti wakitekeleza majukumu yao kwa kuhakikisha kwamba wanasimamia watendaji waliopo katika ofisi za mikoa katika namna ambayo itakuwa ni ya kuhakikisha kwamba wanafanya kazi kwa ufanisi na kwa weledi, na hilo mwisho wa siku pia limechangia kwa kiasi kikubwa katika matokeo chanya yaliyopatikanika katika usimamizi wa mashtaka hapa nchini. Kwa hiyo nao kwa nafasi yao wakiwa kama wanawake ninawapongeza, na wakati mwingine pia wanatupa changamoto hata sisi wanaume kwamba pale tulipo yale mazuri tunayofanya basi tuongeze kasi zaidi, kwa kuona kwamba wenzetu wanawake wanafanya kazi vizuri, basi na sisi wanaume pia tunawiwa kuhakikisha kwamba tunafanya kazi katika namna ambayo ni ya uwiano, na hivyo kuendelea kusongeza mbele durudumu la ufanisi katika utendaji kazi, sio tu kwa taasisi lakini pia kwa taifa kiujumla. Niwe mkweli kabisa, hata ukiangalia takwimu tu za maafisa tulionao katika kada zote, ukianza level ya wakurugenzi, ukifika wakurugenzi wasaidizi, ukienda katika idara ya maafisa waendesha mashtaka, kada saidizi, asilimia kubwa utakuta watendaji waliopo ni watendaji wa kike in terms of numbers ukifananisha na watendaji wa kiume. Hii pekee yake ni ushuhuda kwamba ofisi ya taifa ya mashtaka peke yake bila wanawake inawezekana isingeweza kuwa na ufanisi ule ambao tumeupata kwa sasa. Kwa hiyo nikiri kwamba wanawake kama sehemu muhimu ya watendaji katika ofisi ya taifa ya mashtaka ni moja kati ya chachu iliyopelekea mafanikio haya ambayo ofisi ya taifa ya mashtaka iko nayo kwa sasa na inatarajia kuyapata kwa siku zijazo kwa maslahi mapana ya taifa. Nachukua nafasi hii kuwatakia heri wanawake wote duniani tunapoelekea katika kilele cha siku ya wanawake duniani tarehe 8 mwezi wa 3 kwa mwaka huu wa 2026.